E, ushauri wangu ndio maudhui ambayo nimeikusudia, na ushauri huu sana unakwenda kwa wagonjwa. Sisi matabibu tuna mitizamo tofauti, na wakati mwingine, mfano mimi binafsi na pamoja na kuwa nina ujuzi na ufahamu juu ya kile ninachokifanya kama tabibu, lakini ni mtu ambaye nimekuwa nafurahishwa na matokeo mazuri yanayopatikana kwa yule ambaye nimemhudumia. Lakini pia natamani kufanya vizuri. Ni mtu ambaye pia ninatamani kufanya vizuri. Anapokuja mtu ana tatizo, natamani kwamba nilifanye vizuri kiasi kwamba nipate matokeo. Yale matokeo, lengo langu na furaha yangu ni kuangalia nimeimprove kiasi gani kuweza kutatua changamoto zilizo kwa watu katika maradhi. Sababu ni ndoto zangu. Ni katika ndoto zangu kwamba kuwa bora sana katika kufanya utibabu. Ni kitu ambacho nimekichagua, na naamini pia Allah amenichagua kufanya, kwa sababu hakuna kitu ambacho mtu anaishi nacho isipokuwa kalamu ilipita. Ndio. Kalamu ilipita na ikawa hivyo. Na ukiangalia hata historia na mapito yangu katika kupambania mambo mengine ya kukimbizana na maisha, najikuta kwamba bado nimekuwa nikirudishwa kwenye mstari huu. Ndio. Kwamba lazima niendelee na hili. Kwa maana kwamba naona kwamba yale mafanikio, saikolojia yangu kwanza, najisikia huru sana pale ninapokuwa nashughulikia afya za watu. Na nimekuwa ni mtu ambaye ninapenda kuwa makini sana katika kushughulikia. Nimegundua pia wagonjwa wengi wanashindwa kufanikiwa kupoa au kupona maradhi yao kwa sababu ya kupungua kwa umakini, kuwa na pupa, kutamani yale ambayo yasiyowezekana, akatamani kwamba yawezekane, hata kama ni kwa njia ambayo isiyowezekana. Na hii inakuwa ni katika sehemu ya kumsaidia shetani kufanikiwa, kwa sababu wakati mwingine mgonjwa anapokuwa tayari analo tatizo, kwanza anakuwa anapata anapata hali fulani ya stress, kama msongo wa mawazo kutokana na ukubwa. Inategemea ni ukubwa kiasi gani wa tatizo amelipata. Na anapokuwa katika hali ile, anatamani kupata matokeo haraka ili aondokane na ile shida ambayo inawezekana katika historia ya maisha yake hajawahi kukutana na tatizo la namna hiyo. Sasa ile pupa na haraka ya kutamani tatizo lile liondoke, hata kama katika namna ambayo haiwezekani, lakini yeye anaona kwamba yani no way kwamba lazima litatutike kwa njia hiyo. Sasa akiwa na hali hii, anajaribu kutafuta ufumbuzi mwenyewe ambao wakati mwingine anaweza ikamshinda, akatafuta tabibu. Akienda kwa tabibu, iwe ni katika hospitali za kawaida, iwe ni katika matibabu ya mbadala au za kisuna, anatamani kwamba pale alipopeleka yale matarajio yake, iwe ghafla inawezekana ile shida iondoke. Sasa akikutana, kwa sababu tayari huyu mtu kichwa kimeshaja, amekuwa stressed na anatamani, kuna kitu kinamsumbua katika moyo kwamba kwa nini niwe hivi, kwa nini tatizo hili, bahati nzuri ya kutana na watu wazuri ni kwamba wakae naye taratibu, wazungumze naye vizuri, wamshauri. Na kwa sababu mara nyingi matatizo yanapoingia katika mwili hayawezi kutoka kwa haraka kama yalivyoingia. Mara nyingi yanahitaji, kama nilivyowahi kusema kwamba maradhi yetu au matatizo yetu yanakuwa yalishakuwepo siku nyingi, mpaka siku unajua wewe
ni kwamba umechelewa. Niwahi kuzungumza kipindi kimoja hapa kwamba utakuwa umechelewa, kwa maana kwamba ulikuwa wewe umeanza tatizo siku nyingi kidogo kidogo na hukuligundua, umeishi nalo, siku linaibuka sasa kujionyesha rasmi, unatakiwa sasa na wewe mtulivu ili ulirejeshe nyuma kwa utaratibu ule ule kama lilivyoingia. Lakini kwa sababu umeshachelewa na lakini wakati unataka liondoke kwa haraka kuliko kawaida, matokeo yake sasa ukikutana na mazingira yasiyokuwa salama, ndio pale unajikuta kwamba unaweza kudhulumika, kwa sababu wengine wanakuwa sio wa kweli. Kwa hiyo anataka kwamba aendane na akili yako jinsi unavyotaka wewe. Kwa hiyo anaichukua akili yako as you are, kwamba wewe unaona kwamba jambo hili kwa nini lisiwe mara moja tulikawa, basi anakwenda na wewe. Ndio pale utakuta wale wanaoambiwa lete mbuzi, lete kondoo, lete ng'ombe kutokana. Kwa hiyo kwa sababu naye anaona kwamba huenda nikifanya hivi ghafla litakuwa limeondoka, mwingine sasa anaingia katika huo mtego, anakwenda ananunua hivyo vya kununua, anafanya, lakini mwisho wa siku tatizo haliwezi kuondoka, kwa sababu lile ni tatizo tayari, lina strategic zake. Ili liweze kuondoka litachukua muda, litahitaji hatua na litahitaji usahihi, ufasaha na ujuzi uliokuwa sahihi ili kuweza kuliondosha. Sasa kwa sababu kwanza huyu anayekwambia lete mbuzi, lete ng'ombe, lete kondoo, si mjuzi wa kuondosha hilo tatizo, isipokuwa kilichotangulia pale ni kupata huyo mbuzi na hiyo ng'ombe, na hicho alichotaka yeye ndicho anachokihitaji, lakini yeye si mjuzi. Kwa sababu wakati mwingine unaweza kukutana ni tatizo la kibiolojia, lakini limepambika katika sura ambayo kwa haraka, na kwa sababu huyu mtu tayari amepata hali isiyokuwa ya kawaida kwake, amekuwa stressed kama nilivyosema, anajikuta kwamba anaona kama kuna ukweli, labda nimerogwa, labda kadha, matokeo yake hata sasa ukichinja wale, tuchukulie sasa umechinja alafu una goita, au umechinja pengine pressure yako iko juu sana, umechinja wale ukidhamini kwamba ukichinja ndio utapoa, kumbe tatizo ni sukari. Ukichinja mafanikio yatapatikana, kumbe tatizo uric acid ipo juu. Unadhani kuna matokeo gani yatapatikana? Ama kuna aina fulani ya tiba ambayo tunasema ni tiba ambayo inaendana na kutafuta utulivu wa ubongo wa mtu, kutafuta faraja. Na ni namna ya tiba hii ambayo mtu anaweza akamtibu mtu kwa njia ya kuitafuta faraja yake, akazungumza naye taratibu, akampa maneno mazuri, akampa yale mambo ambayo yanamfanya awe ajisikie kwamba inawezekana. Na hii ni aina ya tiba, lakini hatusemi kwamba inaweza ikawa kwa ukamilifu kwamba mtu akapoa kwa baadhi ya maradhi. Ingawa kwa baadhi ya maradhi inawezekana kwamba unaweza ukakaa na mgonjwa. Mimi naitumia kwa kiwango kidogo sana kwa sababu sije specialize, lakini ni namna ya tiba kwamba unakaa na mgonjwa alafu unajaribu kuzungumza naye, kuyateka mawazo yake, kuhakikisha kwamba ubongo wake unapata utulivu, unapata amani. Ukifanikiwa kutengeneza hayo mazingira, mgonjwa yule atapata nafuu ya maradhi yake kwa sababu ya utulivu wa ubongo ambao wewe utakuwa umeuteka kupitia njia ya mazungumzo, kupitia ushawishi, kupitia hamasa zile matarajio, kumpa matarajio mazuri ambayo anatamani ayapate, kumuaminisha kwamba anaweza kufanikiwa katika halo, mpaka inafika mahala ubongo unapata utulivu. Na mara nyingi magonjwa haya ni yale magonjwa yanayoambatana na matatizo ya akili. Mtu mwenye matatizo ya akili, mshtuko, ampata maradhi yake asili yake ni mshtuko, mawazo mengi yalimsababisha mpaka ingie katika maradhi.
maisha, amepata majanga mbalimbali. Ni jamii, ni katika namna ya counseling, ni kama counseling, kama ushauri nasaha, lakini hii ni mfumo wa kitabibu ambao wako watu wana specialize, anaujua na anaweza kukaa na wewe, na kila baada ya muda unaonana naye, mnazungumza, kila baada ya muda mnazungumza, mpaka inafika mahali ugonjwa unashuka mpaka unabaki katika level nzuri kwa njia ya mazungumzo tu. Unaona sasa, wakati mwingine mgonjwa anaweza kujisikia faraja kwa sababu amepewa neno ambalo linaendana na fikra na matarajio yake, lakini hakika ugonjwa bado upo katika mwili, haujaisha. Sasa akipata yale maneno ya faraja, akapata nafuu, anadhani kwamba njia iliyotumika imemponya, lakini ukweli ni kwamba hajapoa, isipokuwa ni ile faraja ndiyo imeleta utulivu katika mwili na imesababisha ubongo wake kutulia, na ikasababisha na mwili kurelax. Mwili ukarelaksi, ukasababisha kuondosha, kuna hali fulani ambayo inaingia katika mwili pale mtu anapopata jambo lisilo la kawaida. Yani kuna namna ya athari ambayo unaweza kuita kama ni ugonjwa, lakini si ugonjwa, ila kuna mfano mtu akikustua, akaja akakustua, alafu hata baadaye unagundua kumbe ulikuwa wewe bwana, kumbe haikuwa kitu, lakini kuna kitu kitakuwa kimetembea na mfumo wako wa mwili mpaka utauhisi mwili wako umeleta mabadiliko, ama kwa sababu ya ile blood cycle, mzunguko wa damu wako pengine umesababisha ile hali, lakini ubongo ule mshtuko umeathiri ubongo wako kiasi fulani, mpaka baadaye ndio mwili unarudi katika hali ya kawaida. Sasa hii inaweza ikawa ni hali inayoendelea kwa mtu, yani ana hali hiyo ya kila siku, kwamba kila wakati anapokaa na tafakari maisha yake, shida zake, matatizo yake, ule mwili unajenga athari, unajenga madhara, unajenga mpaka inakuwa mtu ni mgonjwa kwa njia hiyo. Ukimpima mtu huyu huoni ugonjwa. Sasa kwa sababu njia yake ya ugonjwa ipo katika mfumo huu, kampime cholesterol, kampime uric, kampime pressure, kampime sukari, diabetes, mpime utakavyompima utaonekana hana shida, hana matatizo. Lakini kwa nini mbona anaonekana mgonjwa? Kwa sababu kuna hali ambayo mwili umechukua madhara kwa njia ya ama ni hofu, mawazo, fikra ambayo zimekuwa zinazunguka katika mwili siku hadi siku, analala nazo na kuamka nazo hizo, mpaka zimemsababishia sasa ni mgonjwa. Lakini ugonjwa wenyewe hautokani na bakteria, hautokani na virus, hautokani na cholesterol, hautokani na uric, unakuwa ni mwili wenyewe umeathirika hivyo. Sasa huyu namna ya kumtibu kuna njia mbili. Kuna njia moja ni kwamba apate mazingira ambayo yatampa utulivu na kumjaza matumaini. Ndio. Na ndio maana kuna watu wanaamini kwamba akienda mfano baadhi ya maeneo akaambiwa maneno akafarijiwa sana, anahisi kuna nafuu, kwa sababu ana mfumo, kuna namna mwili wake wameathirika kiasi kwamba anahitaji faraja tu, na ile faraja ikipatikana ugonjwa wake unapungua na unaweza kaondoka. Hahitaji dawa. Ndiyo. Anahitaji faraja. Yaani kuna watu wanaumwa hivyo. Ndio. Sasa ushauri wangu ni kwamba kuwa makini sana, kwa sababu vyovyote unapokuwa na tatizo la ghafla, mwili wako unataghayyur, unapata mabadiliko. Mwili wako unaweza ukawa na hali zisizokuwa za kawaida. Isikuaminishe kwamba kwa sababu hiyo kitu pekee kinachoweza kufanya hivyo ni uchawi au ni jini au ni hasad. Unawezekana hakuna jini, hakuna uchawi, hakuna hasad, lakini ni hali tu. Sasa unatakiwa upate tabibu ambaye ni fasaha wa kuweza kufuatilia nyenendo za miili ya watu. Kwa maana kwamba kuweza kujua zile saikolojia za watu. Huyu ananieleza ana tatizo gani, alafu unajaribu kumdadisi, kuchunguza ule msingi wa tatizo,
kulinganisha na hali anayoihisi mgonjwa sasa, alafu ndo unajua unamsaidia nini. Unaweza kumpa baadhi ya vitu vya kutumia kama virutubisho fulani, akawa anatumia, ukampa ushauri wa kutumia baadhi ya mambo, kumwelekeza labda staili za maisha kwamba ziweje na nini, na hii inaweza ikamsaidia ikamrejesha mahala pake. Lakini kwanza ni kupata utulivu, kupata utulivu wa akili yake na moyo wake. Na hili ni ushauri wangu kwamba kuwa makini unapokuwa umepata kitu kisichokuwa cha kawaida ghafla, kwamba mwili unapata mabadiliko. Kwa hiyo usikimbilie kwamba lazima iwe ni hizi abnormal case, kwamba pengine umepata hayo ndio yataja kama nini, kurogwa au jini au uchawi. Inawezekana kwamba na wakati mwingine hali hizi zinakaribia kufanana na hizo hali kwamba na jini, zinakaribia kufanana na kuona kwamba mwingine umerogwa, zinakaribia kufanana na mtu kwa ana hasadi. Lakini ukija kwa undani kiuhalisia huna vyote hivyo. Kwa hiyo hapa panahitajiwa ufasaha wa huyu ambaye anapokea taarifa za huyu mgonjwa. Hilo la kwanza. Lakini la pili, wakati mwingine wagonjwa baadhi hujidhuru kwa sababu ya vipato. Yani mtu anapokuwa na kipato cha kujitosheleza hudhania kwamba kwa kipato tu anaweza kupata ufumbuzi wa tatizo, na hii inampelekea kutumia vitu vya gharama kubwa ambavyo anadhani vinaweza kusababisha kutatua tatizo kwa haraka. Na hii inasababisha wakati mwingine hata wale ambao wamekuwa ni matabibu wazuri, lakini pia wanajua njia za haraka za kutatua tatizo, japokuwa mwili haukuumbwa hivyo. Matokeo yake anaweza kutoa matumizi ya madawa ambayo yanaweza kuleta mabadiliko ya haraka sana ya mwili, na mwili ukajisi una faraja kubwa, lakini kwa sababu imetumika katika njia isiyo sahihi, katika njia ambayo haiendani na maumbile. Sio sahihi kwa sababu haiendani na maumbile ya mwili. Matokeo yake huu mwili baada ya muda utafomu aina ya maradhi ambayo yatatokana na kulazimishwa vitendakazi vya mwili kufanya kazi katika hali isiyokuwa salama kwake. Kwa hiyo huyu mtu ataona amepata nafuu fulani, ameondokana na ile shida kwa haraka sana, lakini kadri muda unavyosonga mbele, zile dawa na zile bidhaa alizozitumia zinapokuwa zimeendelea kuishi ndani ya mwili wake, zinatengeneza madhara, kwa sababu mwili sasa utakuwa unatengeneza kitu ambacho ili kupambana na ile hali iliyoletwa ghafla ndani ya mwili. Kwa hiyo mwili unaweza ukazaa maradhi mengine ambayo yatakuwa ni mbali ya yale uliyoyanywea dawa. Kwa hiyo hili linaweza likawa ni tatizo, na aina hizi za maradhi au hali hizi za maradhi mara nyingi zinawakumba watu wenye vipato vikubwa, kwa sababu akiwa amejipata kidonda, ameumia, anaona njia ya haraka ipo, atapewa dawa kali sana ambazo zitaua yale maumivu. Zikishaua yale maumivu, atatumia dawa nzuri kali sana kuweza kuharakisha pale pawe hapana kidonda tena. Sasa kwa sababu maumbile yale sio maumbile ya mwili yalivyo, maana yake atahisi kweli ile pain killer wanaita, yani ni kiua maumivu. Kinachofanya ni kwamba kinaua zile sensa ndio ambazo zinapeleka taarifa, kwa sababu maumivu katika sehemu ni taarifa ya mwili kutoka sehemu iliyoathirika kupeleka taarifa kwenye ubongo, ili ubongo utafsiri tatizo, ili mwenye mwili wake atafute ufumbuzi wa kutatua tatizo. Kwa hiyo kutafsiri kwamba maumivu ni lazima yakatwe ghafla, maana yake ni kuua zile sensa zinazopeleka taarifa kwenye mwili, ili kupeleka taarifa kwenye ubongo, ili ubongo usitafsiri tena kwamba kuna shida katika eneo lililoathirika. Kwa hiyo unapozuia zile neurons au ile mishipa ya fahamu isipeleke taarifa kwenye ubongo kwamba una matatizo, maana yake tatizo litaendelea, sio kwamba limeondoka.
Tatizo lipo, lakini mwili umezuiliwa usitafsiri tatizo. Kwa itakwenda ile, utahisi nafuu, utapata mafanikio fulani, lakini baada ya muda utakuja kupata shida ambayo imesababishwa na zile cells ulizoziua, kwa sababu tusababisha ile mishipa ya fahamu ambayo uliua ili uweze kuzuia ile athari. Kwa hiyo hapa tunasema kwamba bado kuna kila sababu ya mtu kufikiri upya kwamba njia bora na sahihi zaidi, hizi njia mbadala, njia za kisuna hizi zina faraja na mafanikio sahihi zaidi katika matibabu kuliko kutumia baadhi ya kemikali, kwa sababu mara nyingi zina kwenda kulingana na usahihi wa mahitaji ya mwili. Kwa maana mwili unahitaji nutrients fulani ambazo ziko natural, mwili umeumbwa hivyo, na atatumia zile nutrients au virutubisho ambao viko natural, viko katika hali ya uasili wake, na mwili unaweza kurudi katika hali yake ya kawaida katika njia salama zaidi, na ikasababisha kunusurika na shari nyingi zaidi ambazo wangezipata. Na ndio maana utakuta kwamba hata haya makansa yanayotokea, watu wakapata kansa, ukifuatilia historia za wengi waliokuja kukumbana na kansa, basi utakuta wengi wako wa bahati mbaya imetokea, ni waliduni tu ya kawaida mpata kesi kama hizo, lakini utakuta wengi wana vipato vikubwa. Na ukifuatilia historia utakuta hizi shortcut zimefanyika sana. Akipata kitu kidogo anakwenda hospitali yenye nini, anapetwa dawa za hadhi kubwa na nini anatumia. Akipata kitu kidogo anakwenda madawa makali anatumia. Mwisho yake shida inakuja inatokea hapa. Matatizo ya uric acid yanasababishwa wakati mwingine ni makemikali. Mtu anatumia sana, matokeo yake yanaletea athari mpaka inaenda kuzidhuru figo. Figo zinaingia katika mgogoro ambao umesababishwa na makemikali yako ulikuwa ukiyatumia. Imefika mahala kwamba mchujo wa kutoa kama uric acid kutoka katika mwili haufanyiki vizuri tena, kwa sababu figo zimeathiriwa na makemikali ulikuwa ukiyatumia. Matokeo yake sasa unazalisha magonjwa ambayo sasa kupambana nayo inakuwa ni ngumu. Ulikuwa na magonjwa ya kawaida mepesi ambayo yangefuata taratibu nzuri, ungeweza kupata mafanikio katika njia tu ya kawaida, lakini kwa sababu ya pupa, kwa sababu ya haraka, kwa sababu ya kuona mimi ninaweza, si pesa zipo bwana, ukaenda ukafanya. Matokeo yake sasa umpata tatizo kubwa ambalo sasa kulitatua kwake shughuli inakuwa ni ngumu mno. Kwa hiyo niwarejeshe kwamba tuwe makini sana. Ni ushauri wangu tu kwamba tuwe makini sana unapopata tatizo. Usidhani kuwa na kipato kikubwa sana ndio kupata mafanikio. Elimu, ujuzi, subira na kuhakikisha unapata njia sahihi ya kuweza kulitatua tatizo. Na kusema njia sahihi haina maana kwamba lazima iwe hospitali yani zote zinaweza kuwa sahihi. Kwenda hospitali ukafanya vipimo ukajulikana tatizo ni njia bora zaidi. Alafu baada ya hapo namna ya kutibu unaangalia njia ambayo itakuwa ni salama zaidi. Sisi tunasema kwamba njia mbadala iko salama zaidi. Ingawa pia hatukatazi watu kutumia njia za kihospitali za kawaida ambazo pia wakati mwingine zina namna zao na utaalamu wao na ujuzi wao, hatuendi huko, hatuyafuatia huko, lakini tunasema kwamba hizi ziko na katika namna ya asili zaidi ambayo inaendana na namna ambavyo mwanadamu alivyo. Tumefanikiwa katika vitu. Hatusemi kwamba wakati mwingine hatufeli, lakini tumefanikiwa sana katika utibabu wa mambo mengi ambayo tumeingia kuyatibu, lakini tunaamini kwamba ni kwa sababu ya uasili. Ile njia ya asili zaidi imekuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kuleta mafanikio zaidi kuliko hizo njia zingine. Umakini, kuwa makini sana katika kulifuatilia tatizo. Najua kuna wagonjwa wanapupa sana, yani anataka, ni kweli kuna wengine ukimhudumia tu master mashallah kwa muda mchache sana Allah analeta mafanikio yake, lakini kuna baadhi ya magonjwa au baadhi ya wagonjwa miili yao tayari ilikuwa na kasoro ambazo zinasababisha lazima afanye subira.
lazima akutane na baadhi ya changamoto ambazo zinahitaji subira. Sasa mtu huyo akiwa hana uwezo hayo, atakuja hapa atakuta kwamba hapati ile hatua anayotaka kwa haraka, ataenda kwingine. Huu mchanganyiko huu unakwenda kumzalishia tatizo. Kaenda hapa kidogo kashindwa, kaenda pale kidogo kashindwa, kaenda hapa kidogo kashindwa, kaenda pale. Matokeo yake sasa unakuja kutengeneza matatizo katika mwili. Sisemi kwamba eti kwa sababu ni njia mbadala au taratibu za kisuna au taratibu hizo mbadala maana yake hazina madhara. Si kweli. Madhara yapo endapo yatatumika katika utaratibu usio sahihi. Kusipotumika njia na taratibu sahihi, kuwa na ujuzi, lakini pia inawezekana mtu akana ujuzi lakini mgonjwa akawa ni mtu asiyekuwa ni mtulivu katika kufuatilia. Mara kashika hapa, kashika pale, ule hiki kimeingia katika mwili wake, matokeo yake mchanganyiko ule unaweza ukaform tatizo ndani ya mwili. Kwa hiyo ni vizuri kuwa na utulivu katika sehemu, au ajiridhishe tu kwamba kwanza huyu nimesimama kwamba nihudumie, ninamwamini, nimejiridhisha kwamba kuna watu wengine ambao pengine nimefuatilia nikaona kwamba wana mafanikio kupitia katika hizo program wanazoziendesha. Sasa angalia, kama ndivyo basi sikiliza tabibu anachokuelekeza, kuwa makini, kuwa na subira. Ndani ya subira yako na umakini wako, kwanza unamsaidia tabibu pia kuwa na utulivu na wewe, kuwa makini katika kufuatilia tatizo lako. Na hii inaweza ikawa ni sababu ya kupata natija unayoitaka wewe katika njia iliyo bora na salama zaidi kuliko kupaparika marokaruka pale marokaruka. Hii si salama kwako. Mimi nasema hivi kama tabibu, najiamini katika professional yangu kwamba ni mtu ambaye nimedumu katika matibabu kwa muda mwingi. Si bahatishi kwa sababu nimekuwa ni tabibu kwa muda mwingi katika njia hizi, na ninaamini sana mtu kufuatilia, akapata vipimo, akapata taarifa sahihi kutoka hata katika hospitali za kawaida, akapima kama ni pressure yake ipime, sukari yake ipime, ana vidonda vya tumbo akafanye checking, check up, sio na nini. Mimi ninaamini sana kwamba hivi vitu ni sahihi na vinaweza vikafanyika, kisha tukaletewa taarifa. Zile taarifa tukizitumia vizuri katika hizi tiba zetu mbadala, tiba hizi tukizitumia vizuri taarifa zile, na tukao tuna ufasaha wa kuyasimamia yale tuliyoyapokea au kuzifanyia kuzitumia vizuri taarifa tulizoletewa, tunaweza kupata matokeo mazuri na bora zaidi kuliko kugesi. Unakisia tu kwamba mimi naona hapa hivi, mimi naona hivi, yani unakisia. Ile kukisia si salama zaidi kama yule ambaye alikwenda akafanya check up akakuletea taarifa kupitia katika vipimo sahihi. Na vipimo sahihi mimi naamini ni vile vinatoka katika hospitali, ama vipimo vinatoka katika mitaani kwetu huku mara nyingi si viamini sana. Labda ni vile ambavyo viko katika standard ambayo vinatumika pia hospitalini, lakini na ukawa nacho. Mfano vipimo vya pressure vinatumika hospitalini, mara nyingi ndio hivyo vinatumika katika hizi tiba mbadala. Kwa hiyo maana yake kwamba hakuna, lakini kuna vile ambao unasikia hiki bwana mwili wote una hiki vipimo vya design, mimi sikubaliani navyo kwa sababu nishajaribu na nishaona. Lakini cha msingi ni kwamba kuwa makini katika kufuatilia tatizo lako, kwa sababu inawezekana kasoro za ufuatiliaji wa tatizo lako kukazaa kasoro zinazotokana na matumizi mabaya ya zile bidhaa ambazo umekuwa ukizitumia kama sehemu ya tiba. Kuna watu ambao wamekuwa pengine wana doubt katika sehemu ya tiba zetu tunatumia sana maji mengi. Yani sehemu ya bidhaa zetu, mgonjwa anapokuja katika bidhaa zetu nyingi zina ushauri wa kutumika pamoja na maji. Na akikombaini yale maji anayotumia katika zile bidhaa tofauti alizopewa, anajikuta ametumia maji mengi kwa ajili ya kuweza kuifikisha ile bidhaa yake ndani ya mwili wake.
Sasa wengine wanaona kama ni namna fulani ya karaha, itakuwaje, mikojo inakuwa mingi, itawezekana vipi? Lakini mimi niwaambie, hakuna kitu rahisi, hakuna shortcut. Yani siwezi kukuaminisha kwamba nina njia shortcut ambayo hiyo ninaifanya alafu tayari unakuwa mzima. Sasa na wenyewe nasema kwamba ni chungu lakini dawa. Yes. Sasa bidhaa zetu bahati nzuri nyingi ni rafiki. Utasikia juisi, sijui chai, vitu rahisi uji, ni rahisi sana, yani ni vitu rafiki ukutumia. Lakini ili la majimaji bwana hulikwepi. Katika bidhaa zetu lazima majimaji utakutana nayo. Na ni kwa nini? Kwa sababu maji, Mtume anasema al-ma'u tutahhar. Maji yanatoharisha, manake maji yanasafisha, yanasafisha mwili. Alizungumzia maji yanasafisha wakati anazungumzia swala la iftari. Kwa mtu katika vitu ambavyo anatakiwa anze kufungulia navyo mbali ya tende, lakini anaweza kutumia maji. Lakini alivyozungumzia maji akasema wal ma'u tutahhar au yutahhar, kwamba maji yanatoharisha, kwa maana yanausafisha mwili. Ndio maana maji ukiyasomea kama nini utakuta mwili unapata faraja fulani. Maji yakitumiwa vizuri utaambiwa. Sasa kwa nini hata nilikuwa nikiangalia katika mafunzo fulani kwa nikiyapitia, utaona kwamba hata kutoka kwa hizi uric acid, yani mwili wa binadamu lazima uwe na uric acid. Mwili wa binadamu lazima uwe na cholesterol. Sawa Lakini zikizidi zinakuwa na madhara. Sawa Sasa moja ya njia ya kutoa uric acid ile ambayo inakuwa imezidi natakiwa iondoke ni nini? Ni njia ya mkojo, kwa maana njia ya figo. Figo ndio zinatakiwa zitoe. Na figo zitatoaje? Figo zitatoa katika njia ya kimiminika. Kimiminika unapata wapi? Kimiminika kinapatikana na vile vya vitu unavovila katika hali ya majimaji. Iwe ni juisi, iwe ni matunda, iwe ni maji halisi. Ukiyaingiza yale ndo ambayo yanakwenda yanakusaidia kubeba zile contents ambazo zimo ndani ya mwili ambazo ni unneeded. Zimekuwa hazihitajiki mule ndani ya mwili wako, zinabebwa kwa njia ya majimaji, hasa katika zile sumu. Na moja katika kitu kinatolewa kwa njia hiyo ni uric acid. Na uric acid isipotolewa vizuri ndani ya mwili inasababisha matatizo ya figo pia. Inaweza kuleta shida ya figo. Kwa hiyo inabebwa na maji inatolewa nje. Kwa hiyo matumizi mabaya ya maji, kama mtu hatumii maji kiasi cha kutosha, inaweza ikawa sababu ya kupata matatizo haya ya uric acid. Inaweza ikawa ilisababisha matatizo ya figo, inaweza ikasababisha matatizo ya maumivu ya mwili, uchovu usiokuwa kawaida ndani ya mwili unaweza ukatokea, maganzi hayo yanatokea. Lakini kwa sababu sumu ambazo zinatakiwa zitolewe ndani ya mwili kwa njia ya majimaji zinakuwa hazitolewi kwa sababu ya ingizo la maji ndani ya mwili wako ni dogo mno kuliko mahitaji ya mwili. Mwili unahitaji maji ambayo yanabaki ndani ya mwili kama sehemu ya mwili ujenga mwili wako, lakini maji yanahitajika kutoka as a waste, yatoke ndani ya mwili wako kama uchafu, kwa sababu na ule uchafu hautoki bure, ila kwa umebeba rundo la uchafu ambao ulikuwa pia hauhitajiki ndani ya mwili kwa njia ya maji. Kwa hiyo yanatolewa. Kwa hiyo kama hupati maji ya kutosha, basi una shida ambazo zinaweza zikakupata kwa sababu hiyo. Mafigo hayo, ngozi kuathirika, macho yanaweza kaathirika, mishipa ya fahamu ndio hiyo unapata maganzi hayo, yote yanaweza kusababisha. Kwa hiyo matumizi ya bidhaa zetu kuambatanishwa na maji katika kiwango ambacho tumekiweka katika standard ambazo zimekuwa mujarab katika matumizi, ni kwa sababu zinaleta ufanisi wa utendaji wa zile bidhaa ambazo tunakupa. Lakini
kule kuwa na kiwango ambacho kinakwenda kisababishe ukojoe sana, maana yake ni namna ya kukusaidia kupunguza, kutoa makemikali ambayo yako ndani ya mwili wako, sumu ambazo zingekuletea madhara na kusababisha bidhaa ulizozinywa ziweze kufanya kazi vizuri pasi na bugdha ya kemikali ambazo zilikuwa ndani ya mwili zikishirikiana kuuletea madhara mwili wako. Kwa hiyo tunakushauri kwamba usione tabu, si kwa bidhaa zetu tu, ila hata we mwenyewe kupendelea kuyatumia maji katika kiwango ambacho kinaweza kuletea faida ndani ya mwili. Kwa hiyo niache nafasi kwamba kama kuna watu ambao wana la kuuliza katika hii maudhui yetu ya ushauri wangu, basi wanaweza kauliza inshallah. Ni ndugu yenu Dr. Abu Awadhi ambaye nimekuwa nikiwasilisha hili, na inawezekana kwamba ukaona pengine nimezungumza katika sura ambayo hukuizoea, lakini ninapenda ufahamu na ninapenda ufanikiwe hasa katika swala la afya. Afya ni sababu ya mafanikio mengi. Sisemi afya ni kila kitu. Afya ni sababu ya mafanikio mengi. Huwezi kuwa na biashara ukazisimamia vizuri kama afya pia haziko vizuri. Huwezi kuwa na elimu na tafuta elimu afya haiko vizuri. Huwezi kukaa vizuri na mke au na mume kama afya haiko vizuri. Huwezi kuwalea watoto sawa sawa kama afya haiko vizuri. Afya inachukua nafasi ya mafanikio ya mambo mengi katika maisha yetu. Kwa hiyo nakuomba kwa nafasi yako shiriki nasi katika hili. Unaweza pia kama wale ambao wametumia baadhi ya bidhaa zetu, pia ni vizuri zaidi pia kutueleza walichokiona katika matumizi ya bidhaa zetu, hasa wale ambao wamefanikiwa katika bidhaa zetu, na wale wengine ambao pia wamesikiliza maudhui hii na wanahitaji chochote cha kusema, basi tuwape nafasi ili waweze kuuliza maswali yao au kuweza kutoa ushauri inshallah. Naam, ni fursa kwako msikilizaji kuweza kutupigia simu kwa nambari yetu ya 0776